Senator wa Bomet. Aya kuneko bianyayo 1 2 3. Mokune. Mutumiozu. No ungamie. Bunge ya Senate. Kwa kitui. Kwa lobby. Kwa lobby. Zede lawe. Nondo kwa dekatalowe. Thank you. Asante Nimrod. Wananchi hamjambo. Mwaine museo. Amabinda yonde. Asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Nimeletwa na huyu rafiki yangu Mheshimiwa Nimrod Mbai. Yeye ni rafiki yangu sana. Amewahi kuja kule kwetu karibu mara 2 mara 3 kule kwetu. Mimi natoka kaunti ya Kericho. Na amekuja amenisaidia wanabiashara wangu. Sasa juzi akaniambia basi yeye anaamini kwamba ukifanya tendo mzuri pia mwenzako anakurudishia mazuri. Sasa kwa sababu alikuwa ametembea kwetu, hata mimi nimekuja kutembea kwa watu wake. Si tunataka viongozi kama hao, mwenye anatafuta marafiki, na marafiki wenye wakikuja wanaleta maendeleo, sio fitina. Si ndio? Unajua wageni ni wageni. Wageni ni wa kila aina. Kuna wageni wakifika hawawezi kuacha chochote, wanawaacha tu na stress sababu wameleta fitina, wameleta uongo na hakuna kitu wamewachia watu wa hapa nyumbani. Lakini huyu Nimrod, sababu yeye anatembea katika hii squad yetu ya UDA na ni mtu wa bottom up, yeye anajua umuhimu wa kuinua mwananchi yule ako chini mpaka aweze kufika juu. Tulikuja hapa Kitui wakati wa campaign na tukatoa ahadi kwamba tukiunda serikali lazima tushikilie wananchi wale wa chini. Wakina mama wale wa biashara, akina vijana wale wa bodaboda, wazee wale wanauza kwa maduka, na mambo hiyo yote tuone vile tutashikana nao biashara yao iweze kwenda juu. Na hiyo mipango imesongeshwa mzuri. Nyinyi mnajua ile mipango imepangwa, lakini tumekaa mpaka tukajiambia mipango ya serikali ni mzuri. Sasa ile wanapanga sijui Hustler Fund gani, hiyo mipango yote, lakini Biblia inatuambia penda jirani yako. Tembea na marafiki zako. Kuwa mtu ambaye anasaidia wale walio chini ndio wainuke mpaka juu. Ndio maana huyu Nimrod ametualika hapa leo. Sisi marafiki wake wote. Akatuambia niko na marafiki zangu ambao ndio wamenishikilia mpaka nimekuwa mbunge term 2. Nikiwaita kama ndugu zangu, mkuje tuwachangie. Jioni wakuwe wamepanua stock yao, wafanye biashara mzuri. Hiyo itakuwa mambo ya maana sana. Na mimi nikasikiza, nikaona hiyo ni vizuri. Unajua kule Nairobi niwapatie ripoti, na sababu mimi najua nyinyi mnafuata taarifa ya habari. Kuna watu wanatufanyia kesi. Ati wanatuambia nyinyi mnaenda kushikilia hiyo watu kwa nini? Kwa nini mnaenda kufanya mchango? Sijui nini ama nini? Hiyo pesa inatoka wapi? Pesa kila mtu wako naye. Tofauti ni roho. Kuna roho ya kutoa na roho ya uchoyo. Hii watu ambao wanatuambia maneno mingi si ati hawana pesa. Akina Wamunyoro hao wakati huyu Mutuse alikuwa na muimpeach, simuliona ile mali yake ilitangazwa mabilioni ya pesa. Amenunua mahoteli kutoka Mombasa mpaka sijui wapi. Akitoa 2,000 jamani asaidie kina mama, itamshinda. Hata hawa viongozi wenzangu wa kutoka hapa kwenu wa chama ya Wiper, mtu umechaguliwa term 1, term ya 2, yani ukitoa 5,000 ukuje usaidie hawa watu, wataishiwa kweli? Ni kukosa ama ni uchoyo? Si ni uchoyo? Ndio maana unaona wakiita mkutano, ati mkutano ni ya kupiga story, ya kusema huyu sijui must go, huyu tutafukuza, 2027 nini itafanyika. Kabla ya 2027 kwani hakuna kuishi leo? Si lazima watu wakule siku ya leo? Hata Biblia inatuambia utupatie mkate wetu wa siku gani. Inasema siku ya 2027. Si inasema mkate wa siku ya leo. Sasa watu wanatuambia nini? Kila siku 2027 hii. Yani hao wameshiba. Wanaishi vizuri, wako na pesa, lakini kutoa kwa mwananchi wa kawaida, kumfanyia harambee tu, mama ainuke kwa biashara yake, kijana wa bodaboda awache kuwa mtu wa squad, anunue pikipiki yake, wanaona ni kitu gumu sana. Sisi tunaambia hawa viongozi wa choyo, hiyo ukora yenu ikome. Na tunataka siasa ambaye watu watembee Kenya mzima. Si hapa ni Kitui na mmetukaribisha. Mnataka tukuje na tukuje zaidi. Watu wa UDA tutembee hapa Kitui bila uoga. Tunakaribishwa.
Sababu mimi najua, mimi nataka siasa ambaye ni ya Kenya mzima. Sio siasa hii ya ukora ya kuanzia Athi River na unamalizia pale Emali. Hata unasema Kenya yako imeisha na unasema unataka kuwa rais. Rais wa nani? Na siasa ya Athi River mpaka hapa. Tafadhalini bana, ambia mimi in fact nimezungumza na viongozi hata rafiki zangu wa Wiper. Akina seneta mwenzangu Eno Kio. Nimemwambia mimi nataka kukuona kule kwetu Rift Valley. Kuja uambie watu wa Rift Valley agenda ya chama yako ya Wiper ni nini kwa maisha yao. Hiyo ndio Kenya ambaye tunataka. Mimi naye nikuje hapa Kitui niseme sera zetu za UDA ambazo mnajua. Mwananchi mwisho atachagua. Na kabla ya kufika siku ya kuchagua, tukipangana hapa kidogo tufanye harambee nini kuna tofauti. Ukituita kanisa tusaidie tujenge kanisa, si hiyo maneno mnajua. Si mnakumbuka wakati tulikuwa kwa ile ubaya hii watu hawajifunzangi. They don't learn. Wakati tulikuwa kwa campaign ile ingine, wakati Mheshimiwa Rais Ruto alikuwa anatembea hapa Kitui, anatembea Kenya mzima akizunguka, walikuwa wanamchekelea wanamuita tangatanga. Mwisho ni Ruto ama ni hao walilia? Si Ruto alitawala? Hii ya saa hii naona bado wanacheza na ile formula ya zamani. Waambie watu ni digital. Watu wanajua dunia vile inaenda. Hii siasa ya pesa 8 ya kuweka watu kwa gunia kama viazi. Ati unatembea nao unasema basi mimi niko na sijui wa Kisii, mimi niko na Wakamba, wewe leta Waluya. Hiyo siasa bado iko. Bado mko kwa hiyo maneno ya kubebwa kwa gunia kama viazi. Ati wewe uleta watu fulani, mimi nilete watu fulani. Wananchi anataka sera ambayo itabadilisha maisha yake. Tujue vile wananchi watapata maji, vile tutajenga barabara, vile tutasongesha stima, vile bei ya maisha itateremka zaidi ya kule pahali ambapo imefikishwa. Hiyo ndio siasa ambayo tunataka kusikia. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa sina maneno mengi. Nimekuja tu sababu Mheshimiwa Nimrod ni rafiki yangu, na unajua mtu anajulikana na rafiki zake. Ukiona rafiki za Nimrod unajua tabia ya Nimrod. Kama ni watu wa kutoa na kusaidia, ujue hata Nimrod ako hivyo. Unajua nimeona juzi rafiki yangu kabisa Mheshimiwa Kalonzo amepata rafiki mpya. Lakini ningependa nimpatie advice kidogo. Unajua ukienda town upatane na mama ambaye ameachwa na bwana yake, kabla ya kumchukua tafuta hata rafiki ya bwana yake kwanza, umuulize na hii mama anakuanga namna gani. Huyu wa Munyoro, unaona huyu wa Munyoro, ile maneno atafanyia Kalonzo hajui saa hii. Usitembee tu town unapatana na mtu na ujui ule alifukuza, mtu ambaye amefukuzwa na 90% ya bunge yote. National Assembly amefukuza na wabunge 310 out of 349. Senate maseneta 60 kati ya 67 walifukuza yeye. Halafu wanakuja hapa kutudanganya. Na unajua ule mtu mchungane na yeye. Ukimuona amevaa nguo unafikiri yako sawa, lakini kichwa haiko sawa. Ule ni mwenda wazimu, ni nguo peke yake bado imebakia. Alikuja hapa Kitui town akawaambia nyinyi kura yenu ni kidogo, amuhitaji chochote kwa serikali, alafu sasa ati anajifanya ndio rafiki mkubwa wenu. Ashindwe asishindwe. Hata kama ni kutafuta urais, huwezi kuchukua tu mtu yoyote ati akuwe rafiki yako ule anapatikana. Biblia inatuambia watu wawili hawawezi kutembea pamoja bila kuelewana. Muniambie kabisa ile siasa ya Kalonzo vile nyinyi mnajua na siasa ya Wamunyoro, kuna pahali inaelewana? Kuna pahali inaelewana? Hata nyinyi tabia zenu na tabia ya huyu mtu ya Wamunyoro, kuna pahali mnaelewana? Nyinyi ni watu wa haki, nyinyi ni watu wa kuzungumza ukweli. Huyu ni muongo hata kushinda shetani. Leo anasema hii, kesho anabadilika. Leo anatusi Wakamba, kesho anajifanya yeye ndio rafiki yao mkubwa. Tafadhalini chungadeni na wakora kama hao, wasilete siasa ya fitina na uongo hapa. Tunataka nchi ambaye Wakenya wanafanya siasa Kenya mzima. Mtu wazunguke, ifunguliwe. Mtu akitaka kwenda popote aende bila mambo ya kutishwa. Hii mambo ya kujifungia kwa kona na ubroka tunasema usikuje mahali fulani, hiyo maneno hatutaki. Tunataka Kenya moja ambaye tunapendana. Kule kwetu pahali mimi natoka, Wakamba ni wengi sana, wanafanya biashara, wengine wameolewa huko, wengine wameoa. That is the kind of country ambaye tunataka. Nchi ambaye tunaishi bila mambo ya kutishana kwa mambo ya ukabila, fitina na uongo. Na kama unaona wewe unataka kuongoza taifa la Kenya, uza sera. Sema Ruto amefanya hii, lakini mimi ingekuwa mimi ningefanya zaidi ya hiyo. Singefanya hii na hii.
lakini sio maneno ya fitina na uongo hii itafanyika. In any case, kwani sisi ni wageni kwenu? Si mnajua hii viongozi wote tangu waingie kwa uongozi, mnajua ni nani hajawahi jenga kitu kwake, nani amejenga kitu kwake. Mnajua ni nani ambaye hawezi saidia mtu yoyote. Kazi yao ni kuchukua tu, hakuna siku hata moja watawahi waletea. Kwa hayo mengi na machache, sitaki kusema zaidi ya hapo. Mimi nimetembea, sijakuja vibaya sana pia. Nimekuja vizuri. Sababu unajua tunataka Kenya ambaye tunainua kina mama wetu. Unajua Nimrod, kama ungeniambia ni ya wazee singekuja vizuri, lakini wakati umesema ni kina mama na vijana, nikasema lazima niongee. Unajua sababu mimi najuanga kura ya kina mama, si mimi ni mzee. Lakini mimi najua Nimrod, waja nikuambie siri. Kura ya kina mama inakuanga shua sana. Ya wazee inapiganga kona za ingine. Si mimi ni mzee mwenzenu, waja niseme ukweli. Lakini kina mama wanapenda na wanasema huyu mtu amesimama na haki na atembee na sisi vile inafaa. Sitaki kusema zaidi ya hapo. Wakati tunarudi kule Nairobi, mimi narudisha ujumbe. Niwaambie Kitui wametukaribisha. Kweli ama si kweli? Wamesema rais atembee hapa ama asitembee. Wamesema UDA inatakikana Kitui ama haitakikani. Wanakaribishwa ama wakaribishwi? Tuzidi hapo. Wacha nimalize, naona mdosi mwenyewe ndio huyo anafika, naibu wa rais wa Kenya, Profesa Kithure Kindiki. Mnakaribisha yeye? Yule mwingine wakati alikuwa kwa ofisi aliwahi fika hapa? Si alikuwa ananunua mahoteli na pesa yake? Alafu sasa anakuja kuuliza Kindiki ati wewe unatoa wapi pesa? Si anatoa pahali wewe ulitoa hiyo yenye ulinunulia nayo mahoteli. Shindwe kabisa pepo mbaya. So asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi nimetembea na mchango wangu wa shilingi 1,500. 500,000 Kenya shillings. Au Anomeidonga wiru dimozio. Huyu anaitwa Aaron Cheriot, ndio Cheriot